Starring kwenye sinema tunamuona pale ukipenda zaidi. Alijulikana kama The Villager. Wakamuita Mogesagi. Wakamuita mtu wa kijiji. Akasema I'm the villager. Mukabila. Wakamtoa. Kumbuka sinema ikianza tunamuona pale kwa episode 1 jamaa akitolewa kwenye kiti. Waliotumwa pale ukipenda ni Tuwengweng wakiongozwa na Mutuse. Nilikusikia jana ukisema kwamba former deputy president is a warrior ama a general mwenye ana wafuasi. Ana wafuasi, is a lightweight. Ni mtu ambaye kisiasa tu. Unajua kuna Ndepe ambaye inapiganga kelele sana. Empty Ndepe inapiga kelele, unaweza fikiria ni mambo kubwa. Unajua huko mbele kuna kamunyama kengine kandogo kanaitangwa nasahau jina. Kako na spikes. Kamunyama kadogo. Ukikutana na hiyo kamunyama usiku katoe mugurumo, utakimbia juzi, utakimbia zaidi. Ukifikiria ni mnyama mkubwa ni simba ambayo inaguruma. Lakini kamnyama tu kadogo unaweza piga teke na... Unalinganisha aliyekuwa naibu wa rais na ako kamnyama? Ndio hiyo. Kama yeye ni simba wa Mlima Kenya, sisi tunamwambia aleta kandidati wake wa chama ya DCP pale Mbeere North. Kama yeye ni simba, tumenyane na yeye ili ajue simba. Na kuna kwa nyita. Ati hindiro na thiko na mucene wa mundu na akiarorete gwaku. Thabarĩ ni athiĩte gwaku. Ngai. Huko ni kwa nyitana olimwe paragash pa. Rigathi Gachagua as no candidate. His party as no candidate in Mbeere North. So if he's a very powerful politician as he purport to be, how come he don't field a political candidate? I mean a candidate in his own DCP. We have many professionals in Mbeere North who are well trained, who can be very good members of parliament for Ruku MP wa Mbeere North. Hii ni mambo ya kupotosha watu. Tafadhali Ruku, unaonekana kichwa yako ni kubwa, ukionekana kwa magazeti hata kwa TV ni kubwa, lakini saa hii tunaona mavikira iko kana. Jana anaongea uongo ati anasema ameingia kwa mboma ya grandmother ati ya shosho ya Roko hapa Karegere. Mimi niko na shosho hapa Karegere? Mimi niko na grandmother hapa Karegere? Ashindwe. Kama mimi sina mama, sina baba, ni grandmother nitakuwa naye? Mtu ambaye wa kuongea uongo, mtu wa fitina, mtu wa kenjeri, mtu ambaye anaona wale wengine viongozi ambao wamepatiwa cheo katika nchi yetu ya Kenya kama ni watu wanjinga. Tunamwambia namna hii tukiwa hapa Mbeere North. Wewe Rigiji, tunakujua, tulikuvukusa pale mbungeni, ukae miaka 10 pale wa Munyoro, ukishunga ukiangalia watoto yako na ukiangalia grandfathers na ng'ombe yako hapo na mbuzi, miaka 10 ishe, tujue kama wa Kenya watawahi kupatia cheo chochote. Gachagua went to visit Roko's grandmother in the village, and he was served chai na chapati. He was going to campaign for this Karis guy who is vying for the post. And then Roko now is on some radio station saying that if the Mbeere people don't give an UDA candidate that post, he's going to lose his CS position. And it's not him who is going to be the loser. It's going to be the Mbeere people. I'm like, your own grandmother has not benefited from you being a CS. Your own grandmother is so accessible. Hata huko kwake hakuna perimeter wall, hata hakuna security guard. Rigathi just walked in. Alafu, you're trying to convince people how UDA is good and how they should vote for an UDA candidate. And your grandmother is clearly on the opposition. How is it that she was serving tea and chapati? Hadi anamwambia abebe chapati. Hey, Roko ana bahati. Hiyo seat na haiendi na UDA. Akubali mapema. If he's losing his CS position because of that, too bad for him.
Ololo yaye. Ololo yaye. Jamaa wakamtoa na moja kwa moja akaenda hadi nyumbani kwao, ukipenda zaidi wa Munyoro Pasi. Kumbe jamaa wakati alienda kichakani kufanya exercise. Alienda kujifunza taekwondo. Alienda kujifunza uppercut, snake style na kushuka na maparachute. Scorpion, kushuka na maparachute zote. Jamaa akingoja wakati wake. Kidogo jamaa kusikia kule upande wa Mbeere North kuna vita. Jamaa akaamuka na kukumbuka. You impeached me 2 years ago. I'm now coming for revenge. Jamaa kuangalia pale akitumia pale microscope, si microscope, inaitwa nini? Darubini. Akaangalia akaona pale, ukipenda zaidi mdogo wa serikali ako kule. Fire si fire. Akakok kidogo. Akaangalia upande mwingine. Sasa katika darubini yake akamuona, ukipenda zaidi, Bwana Kuni. Kumbuka mzee Kuni, vita ambayo iko kule chini ni ya Karis na Muthende. Jamaa akajaza marisasi ndani. Wakati Bwana Kuni alienda kwenda kupigania yake kwa TV, ukipenda zaidi wa Munyoro aka Riggy G alianza safari moja kwa moja mguu. Akaanza wapi? Aliingia boma ya kwanza, amebeba silaha, ukipenda zaidi ni vikombe na mkate. Akaingia kwa boma ya nyanyake, ukipenda zaidi Bwana Roko. What a villager. Jamaa akiwa kule kwenye televisheni akaanza kuandikiwa. Sasa zile anasema mundu ni Muthende. Akapata messages na tu video. Bro. The villager ako kwa nyanyako. Seida ukiuga Muthende. Na Munyoro wako washoguo. Anaambiwa, wewe unasema Muthende. The villager amezikalisha kwenyu. Batida ukiuga Muthende. Villager asikaririe kwa Nyugezagi. Siere kwaja. Kenywa sai. Anaenda nyawe kwa begi ya keri. Kabla ukipenda Bwana Kuni atoke Nairobi, anasema hapo lazima alianza. Ilibidi wamtoe walete mwingine. Alichanganyikiwa na kuharibu hewa hapo kwa studio aliuliza asienda kusioro. Cameraman, watu wanajisaidiaga wapi? Nasikia kimo ndako kwa nyanya yangu. Lakini unajua kuna kitu nimesikia. Alisema ati huyu Karis. Yes. Ati hata pupu kwa bunge. Bali Karis na wa Munyoro wakasema wataka kupupu kwao. Walia. Ni mweka weka. Au tukoje huko tuko shai. Na mwe nimoko mnyamwaki nyakwa mamu yenyu. Lengi bona muno ananonda ukinyanga goko. Oinga yabora zime na mweke weka. Hiyo ni wewe bwana. Hiyo ni nomo. Poa bwana. Wagwan. I like that. Ukani tunisha ina mugate. Kwa sababu huwezi pewa kazi na rais, alafu uende usembee. Uwe mzembe. Iwezekani. Kwa hivyo kama kuna mtu mwingine
Ruku, MP wa Mbeere North. Hii ni mambo ya kupotosha watu. Tafadhali Ruku, unaonekana kichwa yako ni kubwa, ukionekana kwa magazeti hata kwa TV ni kubwa, lakini saa hii tunaona mavikira iko kando ya kichwa yako. It's like I'm in another one.